Ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa simulizi yetu kali ya Midada, leo tupo kuendelea na sehemu yetu ya pili, ambapo tumeona sehemu ya kwanza Kevo yuko na Midada wanaelekea tuition, na Kevo anajiuliza jinsi gani anaweza kuwasilisha hisia zake kwa Midada kwamba anampenda. Basi tuambatane wote katika sehemu yetu ya pili tuone nini kilitokea. Je, Kevo ameweza kueleza hisia zake kwa Midada? Midada akamuuliza Kevo, mbona hatufiki? Au bado mbali sana? Kisha Kevo akamjibu, hapana, mbona tumeshafika, ni pale mbele kwenye ukuta mweupe. Basi wakaongozana moja kwa moja mpaka tuition. Wakaingia tuition. Kisha Kevo akamchukua Midada moja kwa moja mpaka kwa mwalimu. Odi. Mwalimu akamwambia, karibuni. Asante. Mwalimu, nimekuletea mwanafunzi mpya, nasoma naye shule. Basi mwalimu akafurahi. Kisha akamuuliza Midada, unaitwa nani? Na unasoma wapi na kidato cha ngapi? Basi Midada akamjibu, naitwa Midada, nasoma shule ya sekondari Mshikamano, pia ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Kisha mwalimu akasema, wao, vizuri sana. Basi sana yeye ukafika muda wake kujitambulisha. Akamwambia, mimi naitwa Kawaaga Ticha Shabani, lakini wanafunzi wengi wamezoea kuniita Sir Pluto, na mimi nimetokea kulikubali jina hilo, kwa unaweza ukaniita Sir Pluto. Basi Midada akasema haina shida. Basi akamwambia karibu sana. Kisha Sir Pluto akamwambia Kevo, mpeleke darasani, kamwonyeshe wapi atakaa. Basi Kevo akamchukua zake Midada, kisha akaenda moja kwa moja mpaka darasani. Basi wakaendelea na masomo ya tuition. Ilikuwa ni jioni, yapata saa 10. Wakasoma mpaka saa 12 kasoro. Kisha muda ukaisha. Sir Pluto akawaaga, kama tutaonana tena kesho. Basi kama kawaida ukafika muda wa kurudi nyumbani tena. Lakini kama tunavyojua changamoto Kevo, haelewi ni wapi anaweza akaanzia kueleza hisia zake kwa Midada. Basi walipokuwa njiani, Kevo alijingatangata sana maneno. Mwisho siku akashindwa kumwambia Midada kwamba anampenda. Moja kwa moja safari ikafika hadi nyumbani. Kevo akafika nyumbani, kisha Midada naye akafika nyumbani. Ilipofika muda wa usiku, yapata saa 2, Kevo akamtafuta Midada. Hedi ya mambo. Zikapita dakika kadhaa. Midada akamjibu, samahani, sikuwa karibu na simu, nilikuwa nafanya yale maswali ambayo alituachia Sir Pluto, ndio maana ukaona kimya. Kevo akasema, oh, umeshamaliza? Midada akamwambia, ndio nimeshamaliza, na hapa nataka nijiandae nilale. Basi wakaendelea, lakini Kevo akapitiwa na usingizi. Midada alivyoona kimya naye ikabidi alale tu. Hatimaye ukapambazuka asubuhi, muda wa shule ukafika. Wakajiandaa tena, kisha wakutana shule. Vipindi vikaanza, lakini siku hiyo Kevo alikuwa amechelewa. Na kwa nini amechelewa? Kutokana na yanake alikuwa amechoka sana. Basi ulipofika muda wa break time, Midada akamuuliza Kevo, mbona leo umechelewa sana? Maybe ulichelewa kulala au? Kevo akamwambia, hapana, niliwahi kulala, sema nilikuwa nimechoka sana, nikajikuta asubuhi nimechelewa kuamka. Midada akamwambia, pole sana. Muda kwenda nyumbani tena ukawadia, na kama unavyokumbuka hao wawili tayari wanasoma tuition kwa Sir Pluto. Basi wakaongozana tena moja kwa moja mpaka kwa Sir Pluto. Walipofika kwa Sir Pluto, muda wa tuition pia nao ukaanza. Masomo yakaanza kama kawaida, wakaendelea na masomo. Kisha Sir Pluto akasema, niliwaachia maswali jana, kila mtu atoe daftari lake kwa ajili ya kufanya masahihisho. Basi wakatoa madaftari. Sasa kasahisha,
lakini maendeleo ya midada yakuwa mazuri kutokana na vingi vimeshampita. Basi ndipo Saputo akaona haina haja ya midada kumkabidhi Kevo kwa ajili ya kumfundisha zaidi kitu ambacho kimeshafundishwa hapo nyuma. Midada akakubali, akaona hakuna shida, ngoja Kevo awe mwalimu wangu wa pili. Kevo alifurahi sana, basi akamfundisha ambapo alikuwa anafundishwa. Siku zikapita, midada akawa anaiva, akawa anaelewa kile alichokuwa anafundishwa. Kidogo maendeleo yake tuition hayakuwa haba, akawa anamsifu sana Kevo, wewe ni mwalimu mzuri sana, sikutegemea kama wewe mwanafunzi mwenzangu ungeweza kunifundisha mpaka kufikia hapa. Lakini Kevo akasema haina shida, ni jukumu langu kufanya wewe uelewe ili wote tufaulu. Midada akamwambia asante sana Kevo, najivunia kuwa na wewe. Kevo akabaki na tabasamu tu. Siku zikaenda. Siku zote Kevo akashindwa kueleza hisia, maana hajui wapi anaanza, wapi atamaliza, ila akati tamaa. Basi ikafika kipindi cha mahafali ya shuleni. Kipindi hiko ambacho walikuwa wanamaliza walikuwa ni form 4. Basi nakumbuka siku hiyo Salumumba alifanya midada shangae sana, na hakutegemea kile kitu ambacho Salumumba amekifanya. Kipindi hapo kwenye mahafali, Salumumba alimfuata midada, kisha akaanza kumsifia sana kwamba yeye ni mzuri, mara ni hivi. Midada akawa anashangaa tu, inawezekanaje saa ambaye ninamheshimu sana, namwona kama baba kwangu, inawezekana vipi kuniambia maneno haya? Basi midada akakosa cha kufanya, siku akamua jiondokee tu. Siku hiyo midada alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana, kila akikumbuka maneno ya Salumumba aamini kabisa kwamba mwalimu alikuwa anamwambia iko kitu. Basi siku yake yote ilikuwa mbaya siku hiyo. Ilipofika jioni, kama kawaida, Kevo akaona hawezi kapita siku bila kumcheki. Akamtafuta midada, mambo kimya. Akamtuma tena meseji ya pili, umefika nyumbani salama? Kimya tena. Akamtumia tena meseji ya tatu, mbona unijibu, umelala au? Lakini kimya tena. Kevo hapa kabaki na maswali sana kichwani. Kwa nini midada anijibu? Je, kuna sehemu nimemkosea? Na kama nimemkosea, kwa nini aniambii? Alikuwa na mawazo mengi pia Kevo. Akazima simu kumpigia midada, lakini hata ile simu haikupokelewa pia. Kevo akaona hii alizoea kawaida. Basi siku ikapita. Asubuhi kupambazuka, kama kawaida, Kevo kajiandaa kwa ajili ya shule. Na wakati anatoka nyumbani anaelekea shule, huko njiani akawa anasema, leo nitaenda kuomba midada msamaha. Kama kuna mara nimemkosea, kama kuna mara nimemuuzi pia, au nitaenda kujua nini tatizo. Kwa nini namtafuta, namtumia message, nampigia, lakini vyote anakaa kimya. Basi aliwahi sana siku hiyo shule, na muda wa vipindi ukafika, lakini kila akipiga kushoto na kulia amuoni midada. Kanasema, kwani kuna shida gani? Mbona midada hadi sasa hivi hajafika shule? Akawa anajipa moyo kwamba atafika, japo ni muda gani ajui, labda nikachelewa tu kidogo, lakini atafika. Hatimaye muda wa break time ukafika, lakini midada hakufika kabisa siku hiyo. Kevo kuzalendo ukamshinda, akaanza kumwambia Juma rafiki yake kwamba jana nimempigia sana midada, nimemtumia sana message, lakini hakunijibu, sijui shida nini. Juma akamwambia tu labda anaumwa. Kevo akamwambia lakini hata kama angekuwa anaumwa angeniambia. Basi akaongea na Juma, lakini Juma hakuwa na msaada wowote kwake. Ndipo akaamua kuwafuata mashoga zake midada na kuelezea hali yote iliyotokea jana. Basi mashoga zake na midada akamwambia, hata sisi pia ni hivyo hivyo tu, tumemtafuta sana jana,
lakini kimya. Hatujajua nini shida. Muda darasani ukaisha, hatimaye akarudi nyumbani. Siku hiyo hata Kevo hakwenda tuition. Basi alipokuwa nyumbani mida ya jioni, akaamua mtafute tena Midada. Akatuma sana message, lakini kimya. Akapiga sana simu, pia nayo kimya. Akabaki na mawazo mengi sana kichwani, kwamba wapi nimemkosea, nini nimemfanyia. Akakosa majibu. Basi kesho yake Midada alifika shule, lakini alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Ni mtu ambaye anaonekana anaendeshwa na mawazo kichwani mwake. Hakutaka kuongea na mtu yoyote. Hata mashoga zake walipomuongea naye hakuwajibu chochote. Alikuwa ni mtu ambaye anaonekana anahitaji kuwa mpweke sana, anahitaji kukaa mwenyewe. Basi muda wa masomo ukaisha, pia muda wa nyumbani ukawadia. Hatimaye wanafunzi wakajiandaa ili kwenda nyumbani, wakaondoka. Lakini Midada alipokuwa anahitaji kutoka kwenda nyumbani, ghafla akaitwa, akaambiwa kuwa Salumumba anakuita ofisini kwake. Akashangaa sana Midada, muda huo kuondoka, Salumumba ananihitaji mimi? Basi akaenda ofisini. Odi odi. Salumumba akamwambia karibu. Akasema sana, nimesikia umeniita, nipo hapa kukusikiliza. Wakati anaenda ofisini, Kevo alimuona. Ndipo Kevo akaamua akae nje ya geti kwa ajili ya kumsubiria, ili kumweleza nini gani au ni shida gani ambayo amemfanyia. Basi alipokuwa ofisini, Midada sasa alijiamini, kwa sababu alijua wanafunzi wote wameshaondoka. Kwa hiyo amebaki yeye na Midada. Basi akasimama, kisha akaanza kumwambia, unajua ni mrembo sana. Midada alishangaa, kisha akamuuliza Salumumba, kwa nini unaniambia hivyo? Mimi nimekuwa mwoga sana, nimekuwa naogopa hata kuja shule. Salumumba akamwambia, kwa nini unaogopa? Acha kuogopa. Kisha Salumumba akasimama, akasogea hadi mlangoni, akaangalia kushoto na kulia. Hakuona mtu yoyote. Basi akajua yuko sehemu salama kabisa. Akamsogelea Midada, akawa anamwangalia kwa macho ya hisia sana, huku akiwa anaongea sauti yake polepole sana. Midada alishangaa, kwa nini anafanya hivi vyote? Kisha Salumumba akarudia yale maneno ambayo shamtamkia sana Midada, kwamba ni mtoto mzuri sana, kisha anampenda sana na anatamani siku moja aje kuwa mama watoto wake. Midada akakataa, akasema hapana, haiwezekani hiyo, na ukiendelea na hii tabia basi nitakuripoti. Salumumba akamjibu kwa kujiamini sana, akamwambia, ukiwa kwenye mahusiano na mimi basi nakuhakikishia hautofeli tena somo langu. Midada ni binti mwenye misimamo sana. Akamwambia, kama kufeli, acha tu nifeli kuliko kuuza utu wangu. Basi baada ya majibu hayo, Salumumba alichukia sana, kisha akaamua atumie nguvu zake kama mtoto wa kiume. Ndipo kaanza kuvutana yeye na Midada, kila akitaka kumshika Midada anamsukuma. Wakavutana, Midada akachaniwa shati, akabaki na brauzia tu ndani. Akampiga kofi la kwanza, lakini Midada bado akawa mbishi. Akampiga tena kofi la pili, Midada bado tu. Alipompiga mara ya tatu, kutokana na maumivu makali, Midada aliishiwa nguvu, akawa amelegea sana. Basi ndipo Salumumba akasema kwamba hatimaye yametimia. Alikuwa anajiandaa kwa ajili ya lile tukio ambalo limelikusudia la kumbaka Midada. Akamlaza vizuri kwenye meza, kisha akavua shati tayari kwa ajili ya lile tukio lake chafu. Je, unafikiri Salumumba atafanikiwa? Na kama atafanikiwa, nani atamzuia? Na maswali mengi. Kevo nje anafahamu kwamba Midada anataka kufanyiwa kitendo kibaya, na
kama anajua, kwa nini asiende kumtetea? Basi usiondoke, hakikisha una subscribe hii channel, una like, una comment, ili kupata mwendelezo wa sehemu ya 3 ambapo tutajua kila kitu, nini kinaendelea.